Na ndio maana mimi mara nyingi waga nasema kwamba kuna nyimbo za injili na kuna nyimbo za ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna injili na kuna injili ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya ufalme wa Mungu inakemea na kuonya na kukaripia dhambi, lakini injili inaungaunga. Injili inaungaunga, inafanya nini? Inakupanguza tu, wala haikukemea, kukaripia, wala haikuonyi. Lakini ukiingia katika injili ya ufalme wa mbinguni, ni lazima ukemewe, ni lazima uonywe, ni lazima ukaripiwe. Na ndio maana ukiona unaonywa, unakemewa, unakaripiwa, usikasirike, kwa sababu ukishajiita mwana ufalme wa Mungu, huko usitegemee kupata injili ile ya kubemberezwa, injili ya kukufanya uone kwamba dhambi ni kitu cha kawaida. Dhambi ni mbaya, dhambi ni mbaya, na dhambi ya namna yote ile ni mbaya. Iwe ni kosa, iwe ni dhambi, ni vibaya tu mbele za Mungu. Tuachane na injili za kufanya ni za kuwaona watu, za kuwafanya watu waone dhambi ni jambo la kawaida. Na ndio maana siku hizi tunakuwa na Wakristo wengi wanaoona dhambi, kuna dhambi ya kawaida na kuna dhambi nzito. Utasikia mtu anakuambia, na hapa hivi nilifanya nini? Kwani inayo ni makosa? Kwani inayo ni dhambi? Na wengine wanakuambia kwamba msiwe watu wa kuhubiri injili ya kufocus sana na kusema dhambi za watu au kuwajaji watu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alivyoleta injili ya ufalme wa mbinguni, alikuwa akiwakosoa Wayahudi, aliwakosoa Mafarisayo na ibada zao walizokuwa wakizitumika. Alimwambia hadi Pilato kwamba ufalme wangu mimi sio wa dunia hii. Wewe binafsi huwezi ukaingia katika ufalme wangu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana limidiwe. Na sasa katika nyimbo ni namna nyingine ya kuomba. Hapa Paulo alikuwa akiwaambia Waefeso kwamba mkisemezana na